Unajua watu wanasema kwa nini Gwajima unaongelea haya? Kazi ya Mungu ni kuhukumu uovu, na mimi ndio mtumishi wa Mungu. Watu wanasema hivi, Gwajima si hicho ni kisasi. Sikiliza, mimi mwana theolojia. Biblia inasema hivi, usilipe kisasi, lakini mwacheni Bwana afanye nini? Alipe kisasi. Yaani wanadamu hawaruhusiwi kufanya nini? Kulipa kisasi. Lakini mnatakiwa muache nani? Mungu ndiye afanye nini? Alipe kisasi. Je, Mungu analipaje kisasi? Nikupe historia ya kisasi. Unamkuta mtu mmoja jina lake anaitwa Mfalme Ahabu. Huyu Mfalme Ahabu akaamua kumuua mtu mmoja anaitwa Nabothi kwa ajili ya shamba. Alipokuwa anamuua, akatokea mtu mmoja anaitwa Elia Mtishi. Akamwambia, wewe kwa sababu umemuua mtu huyu, Bwana atakuwa na kisasi na nyumba yako. Akaondoka. Alafu baada ya miaka baadaye akatokea mwanaume mmoja anaitwa Jehu. Huyu mwanaume alipotokea akalipa kisasi kwa niaba ya Bwana. Kwa hiyo wanaolipa kisasi ni watu wa Mungu, wanalipa kisasi kwa niaba ya nani? Ya Bwana. Watu wengine wanawaza kisasi ni unamwacha mtu alale tu mpaka siku atakapougua homa afe. Sio kisasi hicho. Mungu anamtumia mtu. Biblia inasema hivi, kila mtu anayeshika upanga ataangamia kwa upanga. Yesu akamwambia wanafunzi wake, rudisheni upanga wenu mahala pake, maana kila auawaye kwa upanga atauawa kwa upanga. Yale unayowafanyia watu mahala popote, wanapolia, kilio chao kinapasua anga la mbinguni, yanakwenda kwa Mungu, baadaye yanakupata wewe. Hii ndio maana yake. Wewe usifikiri kisasi eti mtu atakuja gongwe na gari ateguke mguu. Hapana. Baadaye Mungu akamlipiza Ahabu, akaenda vitani, akapigwa na watu. Yezabeli, Mungu akalipiza kisasi, akakata upanga na mfalme Yehu. Kwa hiyo kisasi ni cha Bwana. Maana yake ni kwamba watu msilipize kisasi kwa kumpiga mtu ngumi. Mwacheni Bwana alipe kisasi. Mimi ndio kinywa cha Bwana, mimi ndio masikio ya Bwana, mimi ndio akili ya Bwana, mimi ndio hekima za Bwana.